Amen, amen. Namshukuru Mungu sana ndugu mtazamaji, watu mlioko maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania na nje ya Tanzania. Ni siku ya baraka kabisa ambayo imempendeza Mungu mimi niweze kuja kuzungumza na wewe. Kwanza, Mungu akubariki kwa kunifuatilia. Mungu akubariki kwa kutenga muda wa kusikiliza kile ambacho Mungu amekiweka ndani yangu, kwa sababu kama hutatenga muda wa kusikiliza kile ambacho Mungu ameweka ndani yangu, maana yake hakina faida kama hakitapata watu wa kukisikiliza. Kwa hiyo ni maombi yangu kwa Mungu, kila mtu apewe neema ya kusikiliza, na nikiwa nina imani katika kusikiliza, kila mtu atajaliwa kusaidika kutokana na changamoto au na mahali ambapo anapitia. Kabla sijakuletea ujumbe wa neno la Bwana, acha tuombe. Ndugu mtazamaji, Mfalme wa amani, Mungu mwenye neema, Mungu ketie mahali pa juu, mahali patakatifu sana, muda mwingine tena Bwana niko mbele zako, ninanyenyekea, ninaomba rehema kwa ajili yangu, ninaomba rehema kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji ambaye Bwana ananisikiliza. Ninakuomba neno lako Bwana lipenye kwa kila mmoja, ili Mungu tukafunuliwe yale mambo ambayo yamejificha ya sirini, tuweze kuwekwa huru sawasawa na neno lako kwenye kitabu cha Yohana 8:31 na 32. Ukawaambia Wayahudi ambao walikuamini, wakikaa kwenye neno lako wamekuwa wanafunzi wako kweli kweli, wataifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Amen. Tuna ujumbe wa neno la Bwana wenye kichwa kinachosema baraka ni tamko na laana ni tamko. Baraka ni tamko na laana ni tamko. Tutasoma kwenye Biblia kitabu kile cha Mwanzo, sura ni ile ya 5, mstari ni ule wa 21 mpaka wa 29. Kuna vitu vya msingi sana nitatamani uvione, na nina uhakika mpaka ninamaliza hili somo kuna hatua kubwa sana utakuwa umepiga katika ulimwengu wa roho. Nayo Biblia takatifu inasema hivi: Enoko akaishi miaka 65 akamzaa Methusela. Enoko akaenda pamoja na Mungu baada ya kumzaa Methusela miaka 300, akamzaa wana waume na wake. Siku zote za Enoko ni miaka 365. Enoko akaenda pamoja na Mungu, naye akatoweka, maana Mungu alimtwaa. Methusela akaishi miaka 187 akamzaa Lameki. Methusela akaishi baada ya kumzaa Lameki miaka 782 akazaa wana waume na wake. Siku zote za Methusela ni miaka 969 akafa. Lameki akaishi miaka 182 akamzaa mwana, akamwita jina lake Nuhu, akinena, huyu ndiye atakayetufariji kwa kazi yetu na kwa taabu ya mikono yetu katika nchi aliyoilaani Bwana. Pointi yangu ya msingi, ndugu zangu watazamaji, ni hapa ambapo Lameki alitamka kwa mtoto wake anaitwa Nuhu kwamba huyu ndiye atakayetufariji kwa kazi yetu na kwa taabu ya mikono yetu katika nchi aliyoilaani Bwana. Hili neno laana ni tamko lilitamkwa, na kama kuna tamko lilitamkwa, maanake kuna kitu kilifanyika ambacho hakikuwa sawasawa, kikampelekea Bwana kutamka neno la laana kwenye nchi. Lakini nataka tuone hizi structure, huu mtiririko. Pana watu kama 4 hapa nataka tuone. Wa kwanza ni Enoko. Maandiko yanasema Enoko aliishi miaka 65. Baada ya miaka 65 akamzaa mtoto wake aliitwa Methusela. Methusela alipozaliwa, maandiko yanasema baba yake ambaye ni Enoko alitembea na Mungu miaka 300. Unajua, nilipokuwa nasoma hizi habari nilitamani ningekuwa nimezaliwa na nipate historia kwamba baba yangu aliponizaa aliweza kutembea na Mungu muda mrefu. Na maandiko inasema alipotembea na Mungu miaka 300 aliishi. Baada ya kuishi
alikufa na siku zake za kuishi kwa Henoko ilikuwa ni miaka 365. Henoko alipaa kutokana na kiwango chake cha kumcha Mungu. Henoko hakufa kama watu wengine wanavyokufa. Henoko alipaa, na baada ya Henoko sasa kupaa, anakuja huyu Methusela ambaye sasa ni mtoto wa Henoko, akaishi miaka 187, akamzaa mtu anaitwa Lameki, ambaye Lameki sasa ni mjukuu wa Henoko. Kuna tofauti nataka uione hapo, mtumishi wa Mungu naye nitazama. Henoko aliishi miaka 65 akamzaa Methusela, lakini Methusela aliishi miaka 187 akamzaa Lameki. Utaona kuna tofauti hapo ya miaka 122. Maana yake kutoka miaka 65 utaona huyu Methusela sasa anakuja kupata mtoto akiwa na miaka 187. Nilijiuliza maswali ya kimsingi. Kwa nini huyu baba ambaye ni Henoko miaka 65 alimzaa Methusela, alafu Methusela akaishi miaka 187 akamzaa Lameki? Nikaja nikajua kwamba kwa sababu ya Henoko kutembea na Mungu miaka 300, palikuwa na baraka ya miaka mingi ya kuishi wa mtu ambaye anaitwa Methusela ambaye ni mtoto wa Henoko. So Methusela akamzaa Lameki, na baada ya Methusela kumzaa Lameki sasa ndipo Lameki anakuja kumzaa mtu anaitwa Nuhu. Mtu anaitwa Nuhu. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona maisha ya Methusela, aliishi miaka 969. Baba yake aliishi miaka 365. Kuna tofauti ya miaka 604, na hii yote ni kwa sababu ya maisha aliyoishi baba mtu ya kutembea na Mungu miaka 300, imepelekea mtoto wake anaitwa Methusela kuja kuishi miaka 965. So alipozaa Lameki, Lameki akamzaa Nuhu. Lameki alimzaa Nuhu akiwa na miaka 182 akamzaa Nuhu. Sasa nataka uone pointi ya msingi, mtumishi wa Mungu ambaye unanitazama. Lameki akatoa tamko kwa habari ya mtoto wake anaitwa Nuhu, kwamba huyu Nuhu sasa ambaye ni kitukuu cha Henoko. Kumbuka kuna Henoko, kuna Methusela, kuna Lameki. Lameki ni mjukuu wa Henoko, Nuhu ni kitukuu cha Henoko. Sasa utaona kazi njema ya Henoko miaka 300 inakuja kuleta chipukizi ambaye ni kitukuu, na tamko linatoka kwa Lameki kwamba huyu Nuhu sasa ambaye ni kitukuu cha Henoko, yeye ndo atakayekuwa faraja, yeye ndo atakayekuwa msaada, yeye ndo atakayetufuta ili jasho la laana iliyotamkwa na Mungu. Sasa nataka uone hichi kitu. Biblia haijatuonyesha maisha ya kiroho ya Methusela yalikuwaje. Biblia haijatuonyesha kwamba alitembea na Mungu au hakutembea na Mungu. Biblia haijatuonyesha. Lakini Biblia pia haijatuonyesha maisha ya Lameki ambaye ni mjukuu wa Henoko. Haijatuonyesha kwamba alitembea na Mungu au hakutembea na Mungu. Bali maisha ya Nuhu sasa yanakuja kutamkiwa na baba yake anaitwa Lameki, kwamba huyu Nuhu sasa yeye ndo atakuwa mfariji. Swali la msingi la kujiuliza, kwenye familia yako uliyezaliwa, ni nini kimetamkwa kwa baba yako? Ni nini kimetamkwa kwa babu? Ni nini kimetamkwa kwa babu kama wewe ni kitukuu kama vile Nuhu? Sasa ni tamko gani limetamkwa? Je, ni tamko la baraka? Je, ni tamko la laana? Watu wengi wanaishi maisha ambayo sio Mungu aliwakusudia kwa sababu ya tamko lililotamkwa. Ngoja tusogee mbele kidogo. Ukisoma hichi kitabu cha Mwanzo, kile kitabu cha Mwanzo 4 mstari ule wa 25 na wa 26, Biblia inasema hivi: Adam akamjua mke wake, tena akamzaa mwana mwanamume, akamwita jina lake Seti, maana alisema, Mungu ameniwekea uzao mwingine mahali pa Habili, kwa sababu Kaini alimuua. Seti naye akazaa mwana, akamwita jina lake Enoshi. Hapo ndipo watu walipoanza kulitia jina la Bwana. Kwa hiyo kabla ya Seti kuzaliwa, watu walikuwa wamezima kwenye masuala ya kiroho, na maandiko inatuambia Adam alimpata Seti
kwa sababu Habili aliuawa na Kaini, na tunafahamu wasomaji wa Biblia, Habili alipouawa, Kaini alitamkiwa neno la laana na akawa mtoro. Inawezekana maisha yako yamekuwa ya kutangatanga, huna utulivu, ndoa yako haina utulivu. Inawezekana umeshaoa mke zaidi ya mmoja, kuna tamko limetamkwa. Niko hapa kukwambia kwamba yuko Mungu kwa huduma hii ya Power of the Altar, kwa huduma hii ya nguvu ya madhabahu. Yuko Mungu ambaye atabadilisha historia yako, atabadilisha maisha yako kabisa. Tufuatane kwenye kipindi kinachoendelea. Amen.